Je, Roho Mtakatifu ni nani? Je, ni nani aliyesogea juu ya maji ya mwanzo na kugeuza giza kuwa mwanga? Kwa nini pumzi ile ile iliyomfanya Adamu kuwa hai sasa inahitajika tena kwa mwanadamu aliyeanguka? Ni nini kilichotokea pale Roho alipojidhihirisha kikamilifu juu ya Yesu Yordani? Na kwa nini tukio hilo lilibadilisha historia milele? Je, nguvu iliyomfufua Kristo kutoka kaburini inaweza pia kuhuisha mioyo ya wanadamu leo? Kwa nini moto ulioshuka Yerusalemu haukuwa mwisho, bali mwanzo wa harakati isiyozuilika? Je, Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya miujiza au ni uwepo wa kudumu unaobadilisha tabia na moyo wa mwanadamu? Ni kwa namna gani Roho anavunja vizuizi vya rangi, tamaduni na lugha ili kuunda kanisa moja lenye umoja? Na mwisho, je, sauti ya Roho na bibi harusi ikisema, "Njoo," ni wito wa mwisho kwa dunia kabla ya kurudi kwa mfalme? Ikiwa haya ni maswali ambayo umekuwa ukijiuliza, tafadhali jiunge nasi katika makala haya ya kumtambua kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Karibu katika nakala yetu ya pili ya kujua kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Kumbuka katika nakala ya kwanza tulizingatia haswa maandiko katika Agano la Kale, lakini hapa tunaingia katika maandiko kwenye Agano Jipya. Roho ambaye aliwahi kutenda kwa vipindi katika Agano la Kale vile tulivyoona, sasa alikuwa akiandaa wakati kamili ambapo angeshuka kwa kudumu. Ilikuwa kama utangulizi wa alfajiri inayokaribia kuchomoza. Yohana Mbatizaji alipoonekana jangwani, akatangaza katika Yohana sura ya kwanza mstari wa 33 akisema hivi: "Yeye aliyenituma kubatiza kwa maji alisema nami, juu ya yule utakayemwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu." Kwa mara ya kwanza kitenzi kilitumika, si tena Roho anayekuja na kuondoka kama vile tuliona katika Agano la Kale, bali ni Roho anayekaa na kubaki. Agano la Kale lililoshikiliwa na dhabihu na sheria lilikuwa karibu kubadilishwa na Agano Jipya ambalo linaloshikiliwa na Roho mwenyewe. Yeremia sura ya 31 mstari wa 33 inasema kwamba tayari lilikuwa limetabiri hivi ya kwamba nitaweka sheria yangu ndani yao na kuiandika mioyoni mwao. Sheria iliyokuwa imeandikwa juu ya mbao sasa ingeandikwa na Roho ndani ya mwanadamu. Ahadi ilikuwa karibu kutimizwa. Roho aliyesogea juu ya machafuko ya mwanzo, aliyewatia nguvu waliochaguliwa na aliyesema kupitia manabii, sasa alikuwa akiandaa kuzaliwa kwa Masihi. Uwepo ulioumba dunia ulikuwa karibu kudhihirika katika mwili kupitia kwa Masihi Yesu Kristo. Wakati wa ziara ulikuwa ukimalizika na wakati wa kukaa kwa Roho Mtakatifu ulikuwa karibu kuanza. Mwana alipokuja angeleta ukamilifu wa Roho, na yale manabii walioyaona kwa maono, dunia sasa ingeona kwa macho. Roho aliyesogea juu ya maji na kusema kupitia sauti za wanadamu, sasa angemshukia mwana wa Adamu. Na tangu wakati huo historia haingekuwa ile ile tena. Roho juu ya Yesu wakati wa ahadi ulikuwa umefika. Kwa karne nyingi Roho Mtakatifu alitenda kupitia manabii na wafalme, lakini sasa angemshukia mwana wa Mungu mwenyewe. Mto Yordani ungekuwa mahala pa mpito kati ya Agano la Kale na Jipya. Yohana Mbatizaji alipokuwa akibatiza makutano ya watu ambao walikuja kutubu, alimuona Yesu akija. Akatambua mara moja utimilifu wa kile kilichokuwa kimefunuliwa. Nitanukuu, "Tazama mwana-kondoo wa Mungu aondoaye dhambi ya ulimwengu." Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yesu alipoingia majini, mbingu zikafunguka, Roho Mtakatifu akashuka. Akashuka kwa umbo kama hua na kukaa juu yake. Sauti kutoka juu ikasema, nitanukuu, "Huyu ni mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye." Ubatizo wa Yesu ulikuwa zaidi ya ishara. Ulikuwa mwanzo wa enzi mpya. Roho aliyewahi kujidhihirisha kwa vipimo sasa alikaa kikamilifu juu ya mwana.
Roho yule aliyesogea juu ya maji ya uumbaji sasa alisogea juu ya Mwokozi. Tangu wakati huo Yesu alianza huduma yake akiongozwa kikamilifu na Roho Mtakatifu. Hakutenda kwa msukumo wa kibinadamu bali kwa mwongozo wa kiungu. Luka sura ya 4 mstari wa kwanza yasema hivi: Yesu akiwa amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Yordani na kuongozwa na Roho hadi jangwani. Roho hakumpeleka kwenye faraja bali kwenye majaribu. Roho ndiye aliyempeleka kukabiliana na mjaribu, akionyesha kwamba nguvu ya kiroho haithibitishwi kwa urahisi bali kwa uaminifu. Kwa siku 40 Yesu alikabiliana na adui si kwa nguvu za mwili bali kwa neno na uwepo wa Roho. Kila jibu, kila tendo la kusimama imara lilionyesha kwamba Roho ndiye chanzo cha mamlaka na ufahamu. Shetani alipoahidi utukufu, Roho alimshikilia katika utii. Njaa ilipompiga Yesu, Roho alimpa nguvu kusimama. Alitoka jangwani si dhaifu bali akiwa amevaa nguvu. Hapo baadaye akaingia sinagogi Nazareti na kusoma Isaya 61 sura ya kwanza, nitanukuu: Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenipaka mafuta kuhubiria maskini habari njema. Tangazo hili lilikuwa mwanzo wa huduma iliyoongozwa kikamilifu na Roho. Yesu aliwaponya wagonjwa, kufukuza pepo, kusamehe dhambi na kuwafufua wafu, yote kwa ushirikiano kamili na Roho Mtakatifu. Kila muujiza ulikuwa dhihirisho la wazi la uwepo wa Mungu ukitenda kupitia mwanadamu kikamilifu. Kama vile Roho alivyokaa juu ya mwana, siku moja angekaa juu ya mwanafunzi. Kila tendo la Yesu lilikuwa mfano wa jinsi mtu aliyejaa Roho anavyopaswa kuishi. Roho hakumfuata tu, bali alimuongoza katika kila hatua, kila neno na kila uamuzi. Huruma aliyowaonyesha makutano ilikuwa Roho akitenda. Alipomhurumia mjane wa Naini na kugusa jeneza la mwana wake, Roho wa uzima alijidhihirisha na kijana akafufuka. Alipozidisha mikate na samaki, ilikuwa ni Roho wa riziki akitenda kupitia imani. Aliposamehe mwanamke mzinzi, ilikuwa Roho wa neema akifunua moyo wa Baba. Kilele cha uhusiano huu kilikuwa pale Yesu alipowaahidi wanafunzi wake kuwatumia Roho yule yule. Yohana 14 mstari wa 16 yasema hivi, nitanukuu: nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine akae nanyi milele. Roho aliyeshuka juu yake sasa angemiminwa juu ya wote waaminio. Yesu alijua kwamba kazi ya msalaba ingefungua njia ya makao haya ya ndani. Hadi wakati huo Roho alikuwa amekaa juu ya mwana, lakini hakuwa amekaa kikamilifu ndani ya mwanadamu. Ilibidi mwanakondoo atolewe sadaka ili pazia la kutenganisha lipasuke. Yesu alieleza katika Yohana sura ya 7 mstari wa 39 ya kwamba, nitanukuu: Roho Mtakatifu hakuwa amekuja bado kwa sababu Yesu hakuwa ametukuzwa bado. So Roho alisubiri wakati ambapo ukombozi ungekamilika. Nguvu ambayo Yesu alitenda nayo haikuwa ya uchawi bali ni ushirika pamoja na Roho wa Bwana. Alionyesha kwamba muujiza wa kweli si tendo linaloonekana tu kwa macho bali utii usioonekana. Kila uponyaji na ukombozi ulikuwa jibu la moja kwa mwongozo wa Roho. Baba anapanga kama vile nilivyosema katika sehemu ya kwanza, na Mwana anatii kisha Roho anatekeleza. Hii ndio mzunguko kamili wa tendo la kiungu. Katika moja ya nyakati za ajabu za huduma ya Yesu alisema hivi, nitanukuu: nikifukuza pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekuja kwenu. Tunapata hii katika Mathayo sura ya 12 mstari wa 28. Tangazo hili linaonyesha kwamba Roho ndiye nguvu inayodhihirisha ufalme. Mahali Roho anatenda, utawala wa uovu huvunjwa na uwepo wa ufalme unakuwa halisi. Katika Mathayo sura ya 16, Petro alikiri, nitanukuu: wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamjibu Petro, nitanukuu tena, mwili na damu havikufunua hili kwako, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mwisho wa nukuu. Ufunuo huu ulikuja kupitia Roho. Hakuna ufahamu wa kibinadamu ungeweza kumtambua mwana wa Mungu bila Roho kufunua. Katika huduma yote ya Yesu hapa duniani, Roho Mtakatifu ndiye kiungo kati ya mbingu na dunia. Yesu alipokuwa akiomba, Roho ndiye aliyempa nguvu.
Aliposema Roho ndiye aliyemvuvia, alipogusa Roho ndiye aliyekuwa akitenda. Kila tendo la upendo, kila neno la kweli, kila tendo la nguvu lilizaliwa kutoka kwa ushirika huo kamilifu. Yesu alianza kuwaandaa wanafunzi wake kwa kutengana kimwili. Akawafundisha kwamba Roho atatumwa kuendeleza kazi. Nitanukuu, atawaongoza katika kweli yote. Yohana sura ya 16 mstari wa 13. Roho hangewakumbusha tu yale Yesu aliyosema, bali pia kufunua yajayo. Roho juu ya Yesu si upako wa nguvu pekee, bali ni mfano wa utegemezi kamili kwa Baba. Anaonyesha kwamba nguvu ya kiroho ya kweli haipo kwa anayesema kwa sauti kubwa, bali kwa anayejiachilia kuongozwa kikamilifu na Roho wa Bwana. Mwisho wa huduma yake, Yesu alipokaribia msalaba, Roho bado alikuwepo. Waebrania sura ya 9 mstari wa 14 asema hivi: Kristo kwa Roho wa milele alijitoa kwa Mungu bila dosari. Hata sadaka ilifanywa kwa ushirikiano na Roho. Bwana Yesu asifiwe tena wapendwa. Asante kwa kuwa nasi hadi kipindi hiki. Tufahamu kwamba hakuna kilichotokea nje ya ushirika huu wa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ya kwamba Roho yule, fahamu hili jambo, Roho yule aliyempaka mafuta Yesu Kristo akiwa pale katika mto wa Yordani, ndiye bado aliyemshikilia katika majaribu. Unaposoma wakati Yesu yuko jangwani katika majaribu, ni Roho huyu aliyemtia nguvu bado, maana pasipo yeye majaribu haya yangekuwa magumu wapendwa. Ya kwamba huyu Roho bado ndiye aliyemwongoza Yesu wakati ambapo alikuwa anatenda miujiza yote, na hata ndiye aliyemtia nguvu katika kujitoa. Yesu akawa na nguvu ya kwamba sasa yupo tayari kufa msalabani kwa sababu yangu mimi na kwa sababu yako wewe unayenisikiliza. Tunamwona mpaka Mungu anamshusha malaika katika shamba la Gethsemane. Malaika anakuja na kuzidisha hizo nguvu bado, maana Yesu alikuwa ameanza kuomba wapendwa. Yesu alikuwa ameanza kuomba akililia Mungu ya kwamba Baba, yakiwa ni mapenzi yako, wacha kikombe hiki kifanye nini? Kiniondokee. Je, umewahi jiuliza kama Mungu angejibu haya maombi, hatima yangu mimi ambaye ni mtenda dhambi na hatima yako wewe ambaye pia wewe ni mtenda dhambi ingekuwa vipi? Kama Mungu angekuwa anajibu kila maombi, basi na ajibu haya maombi pia ya Yesu, kwa sababu Yesu alikuwa ni mwanawe, na kisha Mungu amuondolee hicho kikombe cha kupitia katika mateso pale msalabani, ungekuwa wapi na mimi ningekuwa wapi mpendwa? Tafakari hilo. Kwa hivyo iligharimu sana Mungu kutupenda sisi wanadamu kama vile maandiko yanavyosema. Ndiposa Mungu aliona ya kwamba ni heri tu mwanawe akafe msalabani ili mimi na wewe tukapate kuokolewa, dhambi zetu zikapate kusamehewa. Kwa hivyo ni jambo la kumrudishia Mungu shukrani sana. Kila siku unapoamka, kila siku unapolala, ambia Mungu asante. Asante maana niko na tumaini la kurithi ufalme kwa sababu tu ya hatua uliochukua. Ukaruhusu mwanao Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Kama Mungu hangetenda hilo wapendwa, je, tungekuwa wapi? Kwa hivyo uhusiano huu unaonyesha kwamba Roho Mtakatifu ni zaidi tu ya nguvu za kiungu, ya kwamba yeye ni uwepo wa kudumu sasa katika agano hili jipya ambalo nasi tunaishi ndani yake. Ni uwepo wa kudumu wapendwa, yani ni ushirika kamili baina ya mwanadamu na nguvu za Mungu aliye hai. Sio tu vile alikuwa akionekana katika nabii Yeremia, katika nabii Danieli, katika nabii Isaya. Sasa katika agano hili jipya Roho Mtakatifu ameshuka, na ya kwamba yeye anayekiri kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zake, na huyu anayekiri kwa ukamilifu ya kwamba sasa hatatokewa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Unapobatizwa pia kwa maji mengi na kisha unabatizwa kwa Roho, kwamba Roho sasa anaishi ndani yako, kwamba sasa unakuwa ni ukamilifu kamili. Bwana Yesu asifiwe. Mwili wa Yesu ulipowekwa kaburini, Roho hakumwacha. Alikuwa karibu kutenda tendo kuu zaidi katika historia ambalo lilikuwa ni kumfufua mwana wa Mungu. Ya kwamba uumbaji ulianza kwa pumzi ya Roho na sasa ukombozi ungeanza kwa pumzi ya uhai mpya.
Paulo anaeleza katika Warumi sura ya 8 mstari wa 11 hivi, ni mwanzo wa nukuu: yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atawahuisha miili yenu ya kufa kwa Roho wake akaaye ndani yenu, mwisho wa nukuu. Hii ina maana kwamba Roho yule aliyempa Yesu uhai ndiye anayewapa waaminio kama mimi na wewe pia uhai wakati huu, na ndiye atakayetupatia uhai wakati ambapo Yesu anakuja kunyakua kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ndiye wakala wa ufufuo, nguvu ya Mungu inayotenda kati ya kifo na umilele ama uzima wa milele, ya kwamba jiwe lilipoondolewa pale kwenye kaburi la Yesu, ya kwamba haikuwa tu mwili wa Yesu ulioshinda kifo, bali ulikuwa ni uthibitisho kwamba Roho ana mamlaka kamili juu ya uumbaji. Maana huu ni mwili wa Yesu Kristo ambao pale msalabani alipokata roho na akasema kwamba into your hands Father I commit my spirit ya kwamba hasa mwili ulikuwa umebaki bila roho, lakini Yesu tena anapata uhai kupitia kwa Roho Mtakatifu, kumaanisha kwamba ana mamlaka juu ya uumbaji na ana mamlaka, na Yesu ana mamlaka juu ya nini? Umauti. So baada ya kufufuka, Yesu aliwapumulia wanafunzi wake akisema, mwanzo wa nukuu, pokeeni Roho Mtakatifu, Yohana sura ya 20 mstari wa 22. Pumzi hiyo ni ile ile ya mwanzo. Mwanzo Roho alimpa Adamu uhai. Sasa mwana anampeleka tena kutoa uhai kwa uumbaji mpya. Hii ilikuwa mwanzo wa uumbaji mpya kabla ya msalaba. Wanafunzi walimtegemea Yesu kimwili, lakini baada ya ufufuo wangeongozwa na uwepo wa kiroho. Yesu alisema katika Yohana sura ya 16 mstari wa 7, nitanukuu, ni afadhali kwenu mimi niondoke, kwa maana nisipoondoka msaidizi hata kuja kwenu, mwisho wa nukuu. Roho hangekuwa mbadala, bali mwendelezo wa Kristo mwenyewe kati ya wanadamu. Siku chache baadaye Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msiondoke Yerusalemu, bali subirini ahadi ya Baba. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4. Walijua jambo kubwa lilikuwa karibu kutokea. Ufufuo ulikuwa umeanzisha enzi mpya, lakini Pentekoste ingeifanya ionekane. Roho aliyemfufua mwalimu sasa angemiminwa juu yao. Siku ya Pentekoste, ghafla sauti ikaja kutoka mbinguni na kujaza nyumba yote. Ilikuwa pumzi ile ile ya mwanzo ikidhihirika tena mahala pale. Lugha kama moto zikawa juu ya kila mmoja wao. Moto ni alama ya uwepo wa Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4 yasema hivi, mwanzo wa nukuu, wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Ushahidi wa kwanza ulikuwa mabadiliko. Watu wa kawaida wakawa mashahidi jasiri. Hofu ikabadilika kuwa ujasiri. Kile ambacho kilitokea ndani ya nyumba kilienea mitaani. Wapita njia kutoka mataifa mbalimbali walisikia ujumbe kwa lugha zao. Roho hakushuka tu, bali aliunganisha. Petro aliyewahi kumkana mwalimu sasa akasimama na kuhubiri kwa mamlaka. Unabii wa Yoeli ulikuwa ukitimia. Katika siku za mwisho nitamimina Roho wangu juu ya wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umeokoka, iwe ni altar call, iwe ni katika crusade mahala fulani, iwe ni katika open air session mahala fulani, ukasikia mtumishi wa Bwana akitangaza injili hii, then ukahukumika ndani mwako. Aliyekuhukumu ndani yako si wewe mwenyewe mpendwa, ni Roho wa Bwana. Ni nguvu hizi za Roho wa Mungu, kumaanisha kwamba wakati wako wa kupokea uponyaji, wakati wako wa kuokoka ulikuwa umewadia. Ndiposa mwenyewe ukahisi kwamba wacha nikaende kwenye jukwaa, wacha nikaende kwenye madhabahu ili nikapate kuongozwa katika ombi la toba. Mtumishi wa Bwana akakuongoza katika ombi la toba, kisha akakwambia kwamba safari bado, akakuelekeza kama vile maandiko yanasema katika Yohana, habari ya Nikodemo na Yesu, ya kwamba lazima ukabatizwe kwa maji na ukabatizwe kwa Roho, ndipo unaweza kuona ufalme. So huyu mtumishi wa Bwana
akakuambia kwamba sasa hatua inayofuata ni kupitia katika ubatizo wa maji. Kweli ukapitia katika huo ubatizo wa maji mpendwa. Then Roho wa Mungu akashuka ndani yako, ukajazwa na Roho. Sasa ukawa mlokole kamili. Sasa ukaanza kuifuata hii safari ya kuelekea mbinguni. Mpendwa, huyu Roho bado yupo ndani yako ama kuna mahala umemtelekeza? Bado unatembea pamoja naye mpendwa, ama wewe umemwacha? Himizo ni kwamba kila wakati usiruhusu Roho wa Bwana akaenda kwa njia ambayo sio sawia na njia yako, ya kwamba wewe unapaswa kuhakikisha ya kwamba kila hatua ambayo unaichukua inaambatana sambamba na vile Roho wa Bwana anataka katika maisha yako, maana yeye ndio mwalimu wako, yeye ndio taa yako. Ya kwamba anapotembea pamoja nawe kila wakati hautopotea, japokuwa giza litakaa ni totoro sana, japokuwa utashikwa na mawazo wakati fulani ukajiuliza, je, Mungu bado ananikumbuka mimi? Lakini usikate tamaa mpendwa. Tafakari kwamba Mungu bado yu pamoja nawe. Tafakari kwamba Mungu ako na kusudi jema kuhusu maisha yako. Jua kwamba ni jaribu tu umeingizwa ndani, lakini baada ya muda si mrefu hilo jaribu litapita. Petro hakuhitaji maandalizi wapendwa, kwa maana Roho alizungumza kupitia yeye. Ujumbe ukawagusa watu kama mshale. Wakati unajozwa na Roho wa Bwana mpendwa, chochote unachosema kinaguza watu. Maneno yako hayakui maneno bure tu. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo watu 3,000 waligeuka na kuamini. Kundi la wafuasi sasa likawa mwili hai wa Kristo. Roho hakujidhihirisha tu mahala hapa, bali alikuwa ameanzisha nini? Kanisa. Praise be to God. Tangu wakati huo, ufalme wa Mungu ukaanza kusonga kupitia watu wa kawaida waliokuwa wamejaa nguvu za kiungu. Pentekoste haikuwa hisia za pamoja, bali uthibitisho wa agano jipya. Roho yule aliyempaka Yesu mafuta sasa aliwapaka wanafunzi wake pia. Praise be to God. So tunaona Roho wa Mungu sasa anachukua kazi ya kuanza kuipanua kanisa. Anapoingia katika watu na kuwashawishi kwamba wakaokoke, kanisa la Yesu Kristo sasa ambaye ndio mwili linafanya nini? Linapanuka. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika Matendo ya Mitume kwamba kivuli cha Petro kiliponya wagonjwa. Mguso wa Paulo ukawaweka huru wale ambao walikuwa katika mateso. Na kila ushuhuda ukawa uthibitisho wa nguvu za Mungu aliye hai. Roho hakuwa tena amefungiwa hekaluni wapendwa, kama tunavyoona katika Agano la Kale. Hapana, bali Roho alikuwa akitembea popote watu wa Mungu walipoenda. Matendo ya Mitume yanaonyesha kwamba Roho si nguvu tu, bali pia ni mwongozo. Anasema, anakataza, anatuma na kufariji. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2 yasema hivi: nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi niliyowaita. Bwana Yesu asifiwe. Hii inamaanisha nini wapendwa? Kwamba wewe ambaye umeitwa na Mungu, aliyekuita ni Roho wa Bwana. Wapendwa, tumefika tamati ya sehemu hii ya pili. Na washukuru sana wale wote ambao wamefika pamoja nami hadi wakati huu. Wacha Mungu aliye hai akazidi kuwabariki, nazo nguvu za Roho Mtakatifu zikazidi kujaa ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe tena. Ningependa kuomba yule ambaye hajajiunga nasi akachukue nafasi hii akajiunge nasi, ili wakati ambapo nakala kama hizi zinatoka ukawe mtu wa kwanza kufanyaje? Kuzipokea. Ubarikiwe sana na uwe na wakati mwema.